Karibu sana kwenye mwongozo wetu muhimu na wa kina kuhusu umuhimu wa detox kabla ya kuanzisha safari ya ujauzito. Hii ni hatua muhimu sana kwa wanawake wote wanaopanga kupata ujauzito na wanataka kuanza safari hii takatifu wakiwa na afya njema kabisa. Hapa tunaposema detox, hatumaanishi mlo mkali wa kufunga au kujinyima chakula, bali ni maandalizi ya mwili wako kwa tabia nzuri za kiafya na mabadiliko chanya ya maisha. Ni mchakato wa upole na wa asili wa kuandaa mfumo wako. Lengo kuu la detox hii ni kujenga afya bora na msingi imara kwa ajili ya ujauzito wako ujao, sio kupoteza uzito haraka au kwa njia zisizo salama. Tunazingatia ustawi wa muda mrefu wa mama na mtoto. Sasa hebu tuchunguze kwa undani zaidi na kuelewa kwa nini kuondoa sumu mwilini kabla ya ujauzito ni muhimu sana na kuna faida gani kwa afya yako na ya mtoto wako. Kwanza kabisa, kuondoa sumu husaidia kuunda mazingira mazuri na yenye afya kwa mtoto anayekuwa tumboni. Mwili safi unatoa makazi bora kwa ukuaji wa kiumbe kipya. Mwili ukiwa safi na wenye virutubisho vya kutosha, nafasi za mtoto kupata afya bora tangu mwanzo huongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii inahakikisha mtoto anapata mwanzo mzuri wa maisha. Pili, kuondoa sumu mwilini huongeza afya na nguvu za mama, akimwezesha kubeba ujauzito salama na bila matatizo mengi. Mama mwenye nguvu anaweza kukabiliana na changamoto za ujauzito. Mama mwenye afya njema ana uwezo mkubwa wa kujifungua salama na kuanza safari ya uzazi kwa nguvu na furaha. Hii inamwezesha kutoa malezi bora kwa mtoto wake. Tatu, lishe bora na detox husaidia kusawazisha homoni, jambo muhimu sana kwa mimba yenye afya na ukuaji sahihi wa mtoto. Homoni zilizosawazika ni muhimu kwa afya ya uzazi. 4. Kuondoa sumu mwilini kunaweza kupunguza hatari ya matatizo mbalimbali ya ujauzito, kama vile mimba kuharibika. Hii inatoa amani ya akili kwa mama mtarajiwa. Pia hupunguza hatari ya watoto kuzaliwa na uzito mdogo na matatizo mengine ya kiafya yanayoweza kuathiri ukuaji wao. Tunataka watoto wetu waanze maisha wakiwa na afya kamili. Sasa hebu tujifunze njia salama na za asili za kuondoa sumu mwilini ambazo zinafaa kabisa kwa wanawake wanaopanga ujauzito. Njia hizi ni rahisi kufuata na zina matokeo chanya. Lishe bora ni msingi wa detox yoyote salama. Kula vyakula ambavyo havijasindikwa kama vile matunda, mboga, nafaka nzima na protini zenye afya. Hivi ndivyo vinavyojenga mwili wako. Matunda na mboga ni muhimu sana kwa sababu vina vitamini, madini na antioxidants muhimu ambazo hulinda seli za mwili wako na kusaidia mifumo mbalimbali kufanya kazi vizuri. Mifano ni pamoja na mboga za majani kama mchicha na kale ambazo zimejaa virutubisho, pamoja na matunda kama berries, jordgubbar, blueberries na raspberries ambazo zina antioxidants nyingi. Protini ni muhimu kwa ukuaji wa mtoto na ujenzi wa tishu. Vyanzo vizuri ni pamoja na nyama konda, kuku, samaki, mayai na maharagwe. Hakikisha unapata protini za kutosha kila siku. Pia usisahau karanga na mbegu kama vile lozi, walnuts na flax seeds kwa virutubisho vya ziada, ikiwemo omega 3 fatty acids ambazo ni muhimu kwa ukuaji wa ubongo wa mtoto. Nafaka nzima kama quinoa, mchele wa brown na oats hutoa nishati endelevu na nyuzi-nyuzi ambazo husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuzuia kuvimbiwa. Mayai ni chanzo kizuri cha choline na vitamini D, virutubisho muhimu kwa afya ya uzazi na ukuaji sahihi wa ubongo na uti wa mgongo wa mtoto. Yanaweza kuliwa kwa njia mbalimbali. Unywaji wa maji wa kutosha ni muhimu sana katika mchakato wa detox. Kunywa maji mengi husaidia kuondoa sumu mwilini kupitia figo na mfumo wa mkojo. Pia huhakikisha mwili unafanya kazi vizuri na viungo vyote vinapata maji ya kutosha, hivyo kusaidia katika usafirishaji wa virutubisho na oksijeni mwilini. Lenga kunywa angalau glasi 8 za maji kwa siku. Unaweza kuongeza ladha kwa kuweka vipande vya limao au tango au hata majani ya mint ili kufanya maji yawe ya kuvutia zaidi. Kupunguza mfiduo wa sumu ni hatua nyingine muhimu sana.
Punguza ulaji wa vyakula vilivyosindikwa ambavyo mara nyingi huwa na vihifadhi na kemikali zisizo na afya. Epuka sukari nyingi na mafuta yasiyo na afya ambayo yanaweza kuathiri afya yako ya uzazi na kusababisha kuvimba mwilini. Chagua mafuta yenye afya kama yale yanayopatikana kwenye parachichi na karanga. Jaribu pia kupunguza mfiduo wa sumu za mazingira kama vile kemikali za kusafishia, vipodozi vyenye kemikali kali na uchafuzi wa hewa. Tumia bidhaa za asili kadri inavyowezekana. Mambo mengine muhimu ni pamoja na kufanya mazoezi mepesi kama yoga, ambayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mzunguko wa damu. Msongo wa mawazo unaweza kuathiri afya ya uzazi. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha, kwani kupumzika ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Usingizi wa kutosha husaidia mwili kujirekebisha na kuondoa sumu. Na mara tu unapojua una mimba, anza kuhudhuria kliniki mapema kwa ushauri wa kitaalamu na uangalizi wa ujauzito. Hii itahakikisha wewe na mtoto wako mnapata huduma bora. Kwa kumalizia, kuondoa sumu mwilini kabla ya mimba ni kuhusu kujenga msingi imara wa afya kwa ajili ya safari yako ya uzazi. Ni uwekezaji katika afya ya kizazi kijacho. Kwa kufuata njia salama na za kawaida tulizojadili, wanawake wanaweza kuandaa miili yao kwa ujauzito wenye afya na furaha. Hii inatoa mwanzo mzuri kwa familia yako. Tunatumai umepata vidokezo hivi kuwa muhimu sana na vya kuelimisha katika safari yako ya uzazi. Tunakutakia kila la heri katika hatua hii muhimu ya maisha yako. Kwa vidokezo zaidi vya afya, mwongozo wa kina na taarifa muhimu kuhusu uzazi na ustawi, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu. Usikose video zetu zijazo zenye manufaa.